that in your wisdom, Mr. Speaker, that this country requires all of us. The arms of government must work together, must work in tandem, and I am willing and ready to submit to the authority of this House in making sure that the legislation that we propose, the ideas that you come with, will go a long way in improving food productivity, in making Kenya food secure. If I find favor in your wisdom and approve me as the nominee to take the position of CS Agriculture, I want to thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Franklin Mithika Linturi. I'll now, before releasing you, advise you to engage with the clerk's office. They need some documentation from you before you leave the precincts of this county hall. Sergeant, you may show the honorable nominee the way out. Franklin Mithika Linturi akiondoka hapo kikaangoni amechukua takriban saa 2:30 kujieleza mbele ya kamati ufahamu wake na uwezo wake wa kuhudumu katika Wizara ya Kilimo na Mifugo. Ni zoezi ambalo linaendelea kushika kasi, ikiwa Mithika Linturi ndiye waziri mteule wa kwanza kufika mbele ya kamati hii siku hii ya leo, akiwa ni waziri wa 16 tangu zoezi lenyewe kuanza, ama akiwa ni waziri mteule wa 16 tangu zoezi lenyewe kuanza. Masuala mengi hapo ameweza kuyajibu, akijieleza kwamba thamani yake ya mali ni kima cha shilingi bilioni 1.2. Wabunge walio kwenye kamati hiyo wakiweza kumuuliza maswali mengi kuhusiana na mambo yanayomkabili, hususan kesi kadhaa ambazo yeye mwenyewe ametaja kuwa anakabiliwa na kesi 35 kotini, ikiwa tu ni moja ambayo imesemekana kuwa ni ya kumtatiza, lakini zingine zote zipo katika hali ambayo haiwezi kumweka katika njia tata. Aliwania ugavana mwaka wa 2022 lakini hakuweza kupata, kikumbuka kuwa alikuwa mbunge wa Igembe Kusini miaka ya nyuma kabla ya kupata useneta wa kaunti ya Meru mwaka 2017 hadi 22, na sasa ameweza baada ya kushindwa kiti cha gavana basi akapata kuteuliwa kuingia katika wizara